Kauli ya rais wa Marekani Donald Trump iliyozua mjadala mkubwa jana imeacha maswali mengi miongoni mwa wachambuzi wa siasa na wananchi wa kawaida. Katika hotuba yake, Trump alisikika akisema kwa hisia kali, nikinukuu kile ambacho alichoongea kwenye hotuba yake: sijajua nitakuwa hai kwa muda gani, ila wapo watu wengi sana wananiwinda wanimalize. Nimesikia mengi kuhusu baadhi ya marais wa Marekani. Hawa wadungwaji huwinda aina fulani ya marais, anzia kwa Abraham Lincoln hata John Francis Kennedy. Alileta mabadiliko fulani makubwa sana, lakini ikawaje? Labda anapaswa kupunguza baadhi ya vitu, labda niwe rais wa kawaida ili nionekane mzuri na mwepesi. Kauli hiyo imeibua tafsiri tofauti, huku wengine wakiona ni ishara ya shinikizo kubwa la kisiasa analopitia na wengine wakihisi huenda kuna taarifa za kiintelijensia au vitisho vinavyomkabili. Trump alirejelea historia ya mauaji ya marais wa Marekani, akimtaja Abraham Lincoln aliyeuawa mnamo mwaka 1865 pamoja na John Francis Kennedy aliyeuawa mnamo mwaka 1963. Marais hao wawili wanatajwa kwa mara nyingi kama mifano ya viongozi waliobeba ajenda nzito za mabadiliko katika vipindi vya misukosuko ya kitaifa. Kwa kulinganisha na hali yake na viongozi hao, Trump ameonekana kuashiria kuwa mabadiliko makubwa au misimamo mikali ya kisera inaweza kuambatana na hatari zisizoonekana. Wachambuzi wa siasa za Marekani wanasema kauli kama hizi mara nyingi hutokana na mazingira mvutano wa kisiasa, hasa wakati ambapo kiongozi anakabiliwa na upinzani mkali, uchunguzi wa kisheria au presha ya kisiasa ndani na nje ya chama chake. Kauli ya labda niwe rais wa kawaida imetafsiriwa kwa namna mbili. Namba moja inaweza kuwa ni kauli ya kejeli, ikimaanisha kuwa hawezi kubadilisha msimamo yake ili kuwaridhisha wapinzani wake, au ni ishara ya kutafakari upya mkakati wake wa uongozi na namna anavyojionyesha hadharani. Ni jambo la kawaida kwa marais wa Marekani kulindwa kwa kiwango cha juu sana na vyombo vya usalama, hasa kutokana na historia ya mashambulizi dhidi ya viongozi wa juu. Ni jambo la kawaida kwa marais wa Marekani kulindwa kwa kiwango cha juu sana na vyombo vya usalama, hasa kutokana na historia ya mashambulizi dhidi ya viongozi wa juu. Hata hivyo, matamshi ya hadharani yanayohusisha hofu ya kuuawa huwa yanachukuliwa kwa uzito mkubwa wa kisiasa na kiusalama. Mitandaoni, kauli hiyo imechochea mjadala mpana. Wapo wanaomuunga mkono akisema anasema ukweli kuhusu vitisho vinavyomkabili, huku wengine wakiona ni mkakati wa kisiasa wa kujenga taswira ya kiongozi anayewindwa ili kuongeza uungwaji mkono. Swali kubwa linabaki ni hili: je, Trump kweli anahisi yuko hatarini au ni lugha ya kisiasa inayolenga kuhamasisha hisia za wafuasi wake? Bwana, ikumbukwe siku hizi 2-3 kuna kijana mmoja alikuwa anaenda kwenye kasi lake, lakini pia aliweza kupigwa na kuuawa hapo hapo, wakati inasadikika kuwa alikuwa anamuinda Rais Donald Trump. Je, mtazamo wako ni upi? Hapo chini sema comment. Mimi nimekuachia nafasi uweze kuweka mtazamo wako hapo, utakometisha sana. Naitwa Mr. Baro, the Black Man, and that's the worldwide one, that's my name.